Mwanaume tajiri aliwaamuru watu wake wafunge lango la mbele, kisha akamwambia mfanyakazi wa ndani alete beseni la maji baridi, akijiandaa kumfukuza mke ambaye babu yake alimchagulia. Lakini mwanamke alipofika na kuona hakuna anayefungua mlango kwa muda mrefu, akaulipiga teke moja tu na mlango kaanguka. Mfanyakazi aliyekuwa tayari kumwagia maji baridi akaangukiwa na mlango na kuanguka chini. Mwanaume tajiri alipoliona hali ya mfanyakazi huyo akaogopa sana. Wakati huo mke wake akaingia ndani ya nyumba na mwanaume akakimbia kwa hofu. Hakurejea hata usiku ulipofika. Mwanamke akawaambia watumishi wampigie simu mume wake, lakini watumishi waliogopa kumkasirisha bwana wao, hivyo hakuna aliyethubutu kupiga simu. Mfanyakazi mmoja alikuwa karibu kumdhihaki mwanamke akisema hana mamlaka ya kuamuru, lakini ghafla mishale kadhaa ikapita karibu na macho yake. Watumishi walipoona hivyo wakakimbilia simu haraka kumpigia mwanaume tajiri. Mwanamke akaamuru kwamba mume wake arudi nyumbani ndani ya dakika 30, lakini mwanaume akajibu kwa kiburi, huna haki ya kunidhibiti, kisha akakata simu. Kwa kweli mwanaume huyo tajiri alikuwa playboy maarufu sana. Babu yake, ili kupata mtu atakayemweka sawa, alimtafuta mwanamke huyo ambaye ni wakala wa siri mwenye uwezo mkubwa. Babu yake akamwambia kwamba kama ataweza kumdhibiti mjukuu wake, basi yeye atamsaidia kurudisha kampuni yake iliyochukuliwa na mama yake wa kambo. Ndio sababu mwanamke alikubali kuolewa na mwanaume huyo. Mwanaume alipomwona mwanamke kwa mara ya kwanza, alivutiwa na uzuri wake, lakini ili aendelee kuwa huru baada ya ndoa, akamwambia, baada ya kuoana, usinidhibiti uhuru wangu na usiniguse. Mwanamke akakataa mara moja. Akaenda moja kwa moja kukaa kwenye mapaja yake na kusema, tayari tumeoana, haka nikikugusa utafanya nini? Mwanaume akaona aibu ghafla. Mwanamke akaongeza kwamba baada ya ndoa haruhusiwi kulala nje usiku, vinginevyo atamfanya kama toi mikononi mwake. Mwanaume akaondoka kwa hasira. Baada ya kukata simu ya mke wake, mwanamke akachukua kisu kirefu na kwenda moja kwa moja kwenye baa kumtafuta. Wakati huo mwanaume alikuwa anajisifu kwa marafiki zake kuhusu mamlaka yake nyumbani, lakini alipogeuka akamwona mke wake amesimama nyuma yake, akaogopa sana. Rafiki yake akajaribu kumsaidia kutoka kwenye hali hiyo, lakini sekunde iliyofuata mwanamke akakata chupa ya pombe kwa pigo moja la kisu. Kisha akawaonya, kama mume wangu hatarudi nyumbani leo usiku, sitakata tu chupa. Rafiki huyo akapiga magoti mara moja akiomba msamaha, kisha akamshawishi mwanaume tajiri arudi nyumbani pamoja na mke wake.